Okoth ameaga kule South Sudan. Hatukujua alikuwa huko. Sisi tulifikiri ameenda Nairobi kutafuta, lakini baadaye tukajua kwamba ako South Sudan, na tulijua tu muda mfupi, kisha baadaye tukaambiwa amefariki. Ile siku nilipotoka hapa, nikamwacha kijana wangu hapa. Nikalala hospitali, nikalazwa na mgonjwa. Sasa nikapiga simu huku nyumbani, nikaambiwa hayuko nyumbani. Nikauliza ameenda wapi? Sasa nilikuwa nafikiria amerudi kwa kibarua chake Nairobi. Sasa akanipigia simu ikiwa na namba ya nchi nyingine, South Sudan. Sasa nilikuwa nashindwa, nitaanza kumuuliza vipi? Sasa akanipigia simu, tulia tu mama, mimi natafuta, manake hatuwezi kukaa huko kama wewe unatafuta, na sisi pia hatuna kibarua, na sisi ni watu wakubwa. Wacha nitoke nje kama mwanaume. Okoth alikuwa mtu mzuri, alikuwa mpole, alikuwa anashughulika na kazi yake. Alikuwa yeye ndio breadwinner kwa hii familia yetu. Kwa hivyo ukituona bibi yake amebaki, watoto wamebaki wako secondary, sisi hatuna uwezo. Yeye ndiye alikuwa anasaidia mama yake huko South Sudan. Yeye anafanya manual works, si kazi ngumu, si kazi yenye inaleta pesa mingi sana. Kwa hivyo sisi tunaomba tu kama tunaweza pata usaidizi.